Kumekucha, it's another day, another beautiful morning. Nawasindikiza my boys wapande school bus waelekee shule kama hivyo. Yeah, always na company asubuhi wapande gari. Namuona pale Tia ananipungia mkono ananiaga anaelekea shule. Well, I wish them well. Back to me as a mom. Tunaendelea na majukumu mengine asubuhi. But first, story time. Hey guys, Waridi hapa. Shall send my boys to school. Shukuru Mungu, leo ni siku nyingine. So, tuendelee tupoishia. Story time, to story. Ile siku si sawa mpaka leo nakumbuka ilipokuwa, hata hali nilokuwa naipitia kwa muda ule. It was intense. Kwa kweli nakumbuka. Ilikuwa mbaya sana. Nakumbuka nilipiga kelele baada ya kuona ile hali. Kuona ile bleeding imezidi ile spotting, Nilipopiga kelele mama alitoka chumbani. Kaja, nini? Niko tunamwonyesha mama nini? Na huku nalia. Akawa confused. Shida nini? Mama, nina bleed. Na bleed wewe. Wewe unaambia daktari alikwambia kwamba ni kitu cha kawaida. Nikamwambia hapana mama, this time imetoka nyingi alafu nzito. Kama tuko hivi. Sawa, nenda kaoge. Alichofanya yeye ni kuniondoa kwanza kwenye ile taro kwa sababu kikweli nilikuwa nalia haswa, na huku nikiwa najiangalia, nashika tumbo, najua tena. Asha kama mbona niambii kama hali sio shwari and whatever, lakini akaniambia tunaenda kaoge, freshen up, kisha nije nikupe chai. Nikamsikiliza, nikaenda nikaoga tena upya, nikavaa nini, baadaye akaja akanipa chai. Kwamba nipa chai ilikuwa very strong, ilikuwa na tangawizi ya kutosha, ilikuwa na pilipili manga pia. So nilikunywa pale, nikatulia, na nakumbuka I bled so heavy ndani ya siku 2. Na nilikuwa katika maumivu makali sana. Ile siku sisahau kusema kweli. Nakumbuka my dad akanambia usiende hospitali wala nini kwenda kusafisha, it's okay. Kizazi chenye kitajisafisha. So take some deep rest, kunywa liquids hizo, kula matunda, kuweka mwili sawa kutokana na hilo ulopitia. Hawakuniambia, ilibidi mimi nijiongeze mwenyewe kwamba well, I've lost my child. Shapata miscarriage. Lakini kuniambia direct na nawasifia kwa ile approach kwa sababu unajua ni kitu kigumu sana. Kile kitu kukikabili ni kitu kigumu sana. I don't hear people talking about it kiukweli. I don't know is it feeling shame au ni kitu gani. Lakini pia acha tu kuongelea. The way mnavyomuapproach mtu ambaye alopitia hiyo hali, nachukia kiukweli na naona sio binadamu. Mnyama mwenyewe anapopoteza mtoto wake unamuona atalia. Kama ni kuku utamsikia pale anapofanya vilio vyake vya uchungu. Kama ni mbwa utamuona anavyohangaika kutafuta mtoto wake wakati anamuona amekufa hapo, atamburuza, atamuinua, atamlamba na nini. Sio hali nyepesi kama watu wengine wanavyochukulia. Jamani, sio poa kupoteza mtoto, sio poa kupoteza kiumbe, sio poa kuwa na ile hisia kwamba sasa naenda kuwa mama alafu ikaje ikapotea tu ghafla. Alafu mbaya zaidi ni pale inatokana na uzembe wa mtu. Yaani hiyo ndio inauma zaidi. Just take example, yule gyno ambaye hakunizingatia. What if tungefanya kipimo?
What if angenipa kile kipimo ambacho mimi nilichomuomba, like nimehitaji ultrasound, si ndivyo? Let's confirm. Wada, una shida hii. Okay. Hauna shida. That spotting ni normal. Umejipa majibu na nini? Vipimo. Lakini wewe uko pale unatumia uzoefu wako. Uko pale unatumia sijui ulipita wapi, ulipita pale. Uko pale unatumia sijui mimi nimefanya kazi Oxford, sijui Harvard, sijui kitu gani. Why? Kwa nini unachukulia mazoea kwenye maisha ya mtu? Kwa nini unachukulia mazoea kwenye maisha ya watu wawili? Nafsi mbili, mama na mtoto. Kwa nini unachukulia mazoea? Vipimo ndo vikupe majibu kwamba huyu mtu yuko sawa, kwamba kile kitu ulichokiwekea ulichokea madhania au makisio sawa. Vipimo je vinasemaje? Kweli uko sawa nayo makisio yako? Fitzetik, sawa. Lakini vipimo vimeconfirm. Lakini usije tu na mazoea yako bwana, kwa sababu ushakuwa wagonjwa wa design ya hudumu. Acheni kuchukulieni poa maisha ya watu. Acheni kuchukulia poa. Mimi siwaongelei wote, naongelea wale kama yule Gaino. Acheni kuchukulia poa. Or acha tu hiyo ya wiki moja, which is painful by the way. It's painful. Why am I saying it's painful? Mwili uko ushajiandaa, saikolojia ishakujiandaa kwamba naenda kuwa mama. Alafu ile hali imetokea, imeondoka. It's not easy to recover fast. Huwezi kurecover haraka ile hali. Acha hiyo. Acha tukio langu mimi ambao naweza ngasema kidogo sifanani na yule ambaye kaenda full term. Imagine full term, which is nowadays 40 weeks. That makes 40 weeks. That makes nini? Miezi 10. Mtu mmoja tu au wawili au so ever wanakuja na kufanyia uzembe, unampoteza yule mtoto. Imagine how ila wamekubreak kiasi gani kichwani, wamekubreak kiasi gani kwenye moyo wako. Jamaa, msichukulie poa. Ndio maana Mwenyezi Mungu kampa cheo mama kwa sababu ya hiyo hali. There's nothing very difficult kama kubeba kiumbe. Moyo wako mmoja kudunda kwa ajili ya maisha yenu wawili. Wewe kutumia pua yako kupumua kwa ajili pia ya huyo kiumbe ambaye unambeba tumboni. Wewe kuzingatia milo, kuzingatia hata usalama ule. Ukiona tu mtu tayari ushaweka mkono kwamba unazuia tumbo lako lisipigwe, mwanao asiumie. So umie, mwanao asiumie. Everything, kwa sababu pale hata kama ulikuwa na ubishi kiasi gani, ukishaambiwa tu utamwasili mtoto, akili ina click, na kiumbe hapa nimebeba. I should take measures ili mtoto asiumie, ili mtoto asiathirike, ili mtoto asifanye hivi and so ever. Alafu useme kwamba ni kitu chepesi. Sio kitu chepesi, kwa maana Mwenyezi Mungu katupa daraja sana wa mama. Ndio maana hata mtoto akaambiwa pepo yako iko chini ya nyayo ya mamako, kwa sababu sio kitu poa, sio kitu chepesi. So mind you, sio tu wahudumu, hata familia. Mpendwa wenu akipitia katika changamoto, msimwambie maneno magumu kama yale, utazaa tena, utabeba tena mimba, sijui una mayai mengi. Usimwambie hizo approach. Find a way kwanza kumfanya apone. Find a way kumuonesha kwamba unajua maumivu anayopitia. Yabebe yale maumivu yake ya kupoteza. Jamani, that ni form of cell ambayo imetoka mwilini mwako. Ndio maana hata kuna mwingine anapata hisia mtoto wake akiwa mbali, anajua mtoto wake anapitia katika situation gani, because it's part of her. Uko kwenye matatizo, unajua kabisa mwanangu ana matatizo. Hajakwambia, hajakupigia simu, wala hujaenda kumuona, lakini una sense kwa sababu nini? Zile ni seli zako, ile ni part of you. Kipande cha wewe kiko nje ya mwili wako, kinaishi, kinatembea, kinafanya vitu, kinafanya vile. Ndio maana ni rahisi kudetect kwamba akiwa na matatizo, utajua. Akiwa na furaha, na wewe nafsi yako ina furaha, because it's part of you. So kwa hiyo approach mtazochukua kwa kuwaenzi watu wenu, kuwatia moyo,
kuwafanya wajisikie kwamba kile kitu hawakuwa hawana in control, kwa sababu pia Mwenyezi Mungu ndo anaipanga upate au usipate. Kwa encourage, kama utatumia maneno ya imani, do it. So nikarudi nyumbani kwangu baada ya muda fulani, nilipopata tu nafuu nikarudi nyumbani. Mwenzangu nakumbuka aliniambia, kama umewahi kurudi, if you're not okay, ungebaki kwanza mpaka uwe sawa. Nikamwambia no, tuendelee na maisha yetu, it's alright. So my mom alikuwa anafanya double checking kila mara kwa mara, niacha siku 2-3 ananipigia simu kuniulizia hali yangu. Kama mwisho ananiambia, mwanangu, I know it's hard, lakini mimi naomba umkabidhi Mwenyezi Mungu, lakini pia nakuomba usikate tamaa. Ukiona uko na utayari, jaribu. Sawa, jaribu kutafuta tena. Tanguliza Mwenyezi Mungu. Nikamwambia mama no, hapana. Sitaki kuconsider side. Tayari nilikuwa nishaingia uoga, tayari nilikuwa nishajiona na utofauti, tayari ile hali bado kuitoa haraka. Nilikuwa napata encouragement na mwenzangu alikuwa yongelei hata. Yaani aliona the only way is just forget about this, tusiongelee masuala ya mimba wala nini, tuishi tu. Unaona? Which maybe aliona ni kwa upande wake itanisaidia. Sawa. Sababu sometimes muda mwingine kuongelea ile kukichungulia hapo kidonda, sometimes it's terrifying kwa mgonjwa, si ndivyo? Kwa alikuwa atuongelee hilo swala lakini kwanza. So time passed by, siku tukakaa, nikamwambia Habi, what do you think tujaribu kutafuta mtoto tena? Akaniambia if you're okay, sawa, mimi sina neno. Sawa. So journey ya kumtafuta mtoto ikaanzia hapo. Mwezi wa kwanza nothing. Mwezi wa pili still nothing. Nikasema jamani, sitaki tena. Ili nikatisha tamaa zaidi ya mara zote yani. Nikakata tamaa, nikasema sihitaji tena kutafuta. Naomba tu niishi tu maisha, kwani tuna shida sasa hivi ya mtoto? No. Okay. So let's not stress about it, kutafuta kwa kweli. Niacheni kwanza. So hivyo tokea hivyo, nakumbuka siku ambayo nimeamka asubuhi sijisikii vizuri. It's like malaria. Sijielewi. Nikamwambia Habi leo sijisikii vizuri. Nisikii vizuri. Basi twende hospitali. Alikuwa anaenda kazini, kwa akanichukua, akanidrop hospitali, akaendelea kazini. Akaniambia niambie. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo nimeenda pale, nimefanya check up ya vitu vyote, nikapimwa blood infection na nini. Daktari mwisho siku akaniuliza okay, majibu yako yametoka vizuri, hauna shida yoyote, hauna nini wala UTI whatever, uko sawa. But let me ask you, when was your last time umepata period? Nikamwambia doctor, kwa nini unauliza maswali hayo wakati kama watu wanafikiria mimi na mimba? Mimi sina mimba bwana. Akamwambia no, mimi nimekuuliza tu. But anyway, tufanye hicho kipimo just kwa sure. Sawa? Just tujipe tu hakika. Kama hauna, basi tutakupa dawa tu za maumivu na antibiotics uende ukatumia uwe sawa. Nikamwambia okay fine, I'll prove you wrong. Unajua vitu kama hivyo. Basi sawa, nikafanya hicho kipimo. Well, what do you know? Na mimba. I was surprised. Imekuwaje? Niambia una mimba. Kama unakuwa unajisikia hivyo. So you pumzika, ikifika wakati njoo anze clinic, which huwa wanashauri ndani ya miezi 3. So nikatoka hapo, nikamwambia Habi akafurahi, lakini nikamwambia hey, kausha kwanza. Usimwambie mtoto. Keep it between us kwanza. Tuangalie journey kwanza inavyoenda. Mpaka tukiona pale imefika hatua fulani, okay fine, tuambie sasa. Lakini kwa sasa huku na kule mwezi. Imefika mwezi, yale maumivu ya upande wa kushoto